Ya vijana wamekuwa wakiwatumia viongozi. Baadhi ya viongozi wamekuwa wakileta majina ya vijana, ndugu zao, jamaa zao au marafiki zao kuwaombea nafasi za kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa hapa makao makuu ya jeshi, na wengine wakipeleka maombi hayo ya majina ya vijana katika makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa. Ndugu wanahabari, hapo ndo tulipofikia. Kiongozi kabisa anakuja na vijana 10, vijana 20, ndugu jamaa na marafiki, hata mikoani, kwenda kwa viongozi wa mikoa, wa wilaya, wa maeneo husika kuwaombea vijana nafasi za kujiunga na jeshi. Au vijana wamechujwa na nani? Nani anajua utanzania wao, uzalendo wao, wamezaliwa wapi, wana tabia gani, na wametumwa na nani? Kama si kutengeneza kikundi, nichukue vijana wangu 20 nitawapitisha mkoa huu, vijana wangu 20 nitawapitia mkoa fulani, vijana wangu 20 nitaenda makao makuu ya jeshi, vijana 20 nitaenda makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa. Ametengeneza vijana wangapi? Zaidi ya vijana 100. Wanapata mafunzo ya kijeshi. Anaenda kuwatumia kwa matumizi yapi? Hapo ndo tukasema hatutakaa kimya. Lazima tuelezane ukweli, kwa sababu hili jeshi ni la wazi. Na kwa sababu viongozi wamejitokeza, lazima tuliweke wazi. Huko walipo wanajijua walioleta majina, na baadaye nitasema ni hatua gani tutachukua, kwa sababu hizi ni zama za uwazi na ukweli. Ndugu wanahabari, kuna changamoto ambayo hii niseme imekuwa na mzizi ambao inahitaji sasa huo mzizi ukatwe: utapeli katika uandikishaji. Kuna baadhi ya watu wasio waaminifu wamekuwa wakiwalagai na kuwarubuni wa Tanzania, wazazi na walezi wa wale vijana, pengine kwa kwenda mbali sana hata kuwaomba hela, kwamba leta shilingi kadhaa nitamuingiza kijana wako Jeshi la Kujenga Taifa na hatimaye atapata ajira. Na kwa sababu vijana anataka pengine ajiunge na jeshi, apate ajira, anamshawishi mzazi wake kwamba tutoe hela tutapata ajira. Hii kwa jeshi hakuna nafasi hiyo, na anayebainika kwamba amepokea hela ya mtu kwa ajili ya kutoa nafasi, tunamuondosha mara moja. Na wale wengine ambao wanapokea hizo hela, iwe ni raia mwema, iwe ni mtu yeyote, hata kupa nafasi ya kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa kamwe, kwa sababu nafasi hizi zinapita katika vyombo husika, katika watu husika, zinachujwa. Ndugu wanahabari, mtakumbuka tulikutana mahali hapa siku wakati nilikuwa natangaza ajira au kuandikishwa jeshini kwa wataalamu wa tiba, wale madaktari na fani nyingine. Tulikutana masaa kama haya nikiwa nimekaa hapa eneo hili, kama sikosei ilikuwa tarehe 9 Disemba mwaka jana 2018. Nilizungumza sana kuhusiana na utapeli, nilikemea sana na niliwaomba sana Watanzania kutotoa hela, kutodanganyika ili kuweza kupata nafasi. Nilitoa rai kwa wananchi, nikawaomba wananchi, na nikatoa maelekezo kwa wale ambao wako chini yangu kwamba kamwe visifanyike vitendo kama hivyo. Lakini tumevishuhudia vitendo hivyo vinafanyika katika zoezi linaloendelea hivi sasa. Sasa hatuwezi kuficha vitendo viovu vinavyoendelea. Lazima tuviseme, tukemee na tuchukue hatua. Taratibu zilizowekwa katika uandikishwaji, kabla ya kutoa maelekezo ya uandikishwaji kunawekwa taratibu. Hii imekuwa ni changamoto nyingine. Taratibu hizi hazifuatwi. Kwa kipindi hiki ambapo tunaandikisha, huku nyuma taratibu zilikuwa zinafuatwa. Kwa zoezi hili linaloendelea, taratibu hizi kwa baadhi ya maeneo, sio yote, sehemu nyingine wamefanya vizuri sana,
kwa uadilifu, kwa kufuata taratibu. Baadhi ya maeneo taratibu hizi zimekiukwa. Wanataka kuwachukua vijana kwa nje ya utaratibu uliopangwa, na vijana wengine wanakwenda mbali sana. Wanakuja, mimi ni yatima, sina baba, sina mama. Na wazazi wengine, wazazi wanawatuma watoto wao, nenda mkaseme sina baba, sina mama. Mwingine anakwenda mbali zaidi, anasema bwana, mimi nalipenda hili jeshi toka kabla sijazaliwa. Mwingine anasema mimi nataka kuwatumikia Watanzania kupitia jeshini. Sababu nyingi ambazo zinatolewa ili kushawishi watu waweze kukiuka taratibu. Taratibu zilizowekwa zitaendelea kufuatwa, na kamwe atakayekiuka huyo nafasi hiyo hawezi kupata. Napenda kuwataarifu kuwa usaili unaoendelea hivi sasa kote nchini wa kuandikisha vijana, Jeshi la Kujenga Taifa JKT pamoja na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania tunatoa tamko kwamba tutafanya au tunakusudia kufanya zoezi kabambe la kupitia upya vijana wote watakaokuwa wameandikishwa kutoka katika mikoa yote. Wengine wamefoji hata afya. Hivi sasa tumeandaa jopo la madaktari, wakiwemo madaktari bingwa watakao wapitia na kuwapima upya vijana wote walioandikishwa. Kazi ya jeshi ni kazi inayohitaji utimamu wa mwili, utimamu wa akili na mawazo. Pia tutapitia upya vyeti vyote na nyaraka zote zilizoandikishwa na wale vijana wakati wa kujiunga na jeshi kupitia huko walikopitia. Tutapitia mmoja baada ya mwingine. Na kwa kuweka usawa ili asionewe mtu, hili zoezi litafanywa kama nilivyosema: Jeshi la Kujenga Taifa, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, NIDA, Wizara ya Elimu pamoja na wadau wengine wanaohusika na masuala ya rushwa kama Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Na kusudio letu ni kutaka kuwachuja wale, kwa sababu vijana walioandikishwa tujiridhishe ni Watanzania kweli. Tujiridhishe, je, ana afya kweli timamu? Amefuata taratibu zilizowekwa? Anatoka katika eneo husika? Tukishajiridhisha hayo yote, watakaoonekana sasa ni wasafi ndo hao watakaochukuliwa kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa, bila kuangalia ni idadi kiasi gani. Hata kama idadi tuliyoitaka itapungua, bora tukapeleka watu wachache ambao tuna uhakika kwamba hawa watakuwa ni viongozi wa kweli, ni vijana wetu wa Tanzania, kuliko kupeleka vijana ambao hatujui wametokea wapi. Na swala hili naomba nirudie, tutafanya uchambuzi upya, na watakaobainika kwamba walifoji, sisi tunaenda mbele zaidi. Kijana atakamatwa, atafunguliwa mashtaka kwa mujibu wa sheria. Ndio maana tukahusisha na taasisi nyingine ili tuweze kuwa na ushahidi wa kutosha. Wale watakaohusika kuwashawishi vijana au waliohusika kuwashawishi vijana kutengeneza vyeti bandia, waliohusika kuwaongoza vijana kutengeneza vyeti visivyo halali, waliohusika kuwapitisha vijana kuandikisha katika nafasi zile pasipokuwa na utaratibu na pasipokuwa na vigezo vile vilivyoainishwa, viongozi wale wote watachukuliwa hatua. Wale ambao wako chini ya jeshi watachukuliwa hatua. Wale ambao wako nje ya jeshi ambao ni viongozi waliohusika, mamlaka husika, jeshi linakusudia kuomba
ili hatua ziweze kuchukua.